Hello, mkulima Tricky mwenyewe. Oh my goodness. Welcome to another exciting episode of Tricky Farming, brought to you by none other than Green Life Crop Protection Africa. Leo niko na wale majamaa. Leo niko na wale majamaa. Vitoa machos. Hawa na ndoa wanaendanisha hivi. Hawa na relationships za siku hizi. By the way, have you ever noted that onion ni ka vegetable ambako wengi wanaweza ka assume, but it is one of the most important stock yenye ufai kukosa kwa nyumba yako. My friend, by the way, kitunguu is very special. Kitunguu ni the only vegetable ambayo ukiitumia unatoa machozi. Bado ukiikosa unatoa machozi. Unapika kwa nyumba jioni. Uko na kila kitu, umeandaa, umenunua kanyama kako pale, umenunua kasukuma kako, kila kitu mpaka dania. Then unaenda kufungua draw unapata acha kitunguu iliisha. Na hiyo ni saa 5 usiku na jirani alihama. Mama vibanda wote walifunga. My friend, unachemsha hizo vitu na kula bila kuweka haka tu peke yake. Kana haribu the whole meal. Today, we shall be digging deep into onion farming. Bulb onion farming. Welcome. Leo hii niko na jamaa la power la kawaida from Green Life Crop Protection. Atuelezee kabla ni argue na mama mboga aniongezee kitunguu. What does it take for the farmer in the field? Welcome. Brayo. Kuja tupande na tulime na tuvune kitunguu. Lazima tupande, tulime na tuvune. How are you? Fine, thank you. Uko salama? Kabisa. Sasa straight to the point. Yeah. Kabla nifike hapa. Ndio. Nataka unipelekee huyu mkulima wangu step by step. Ndio. Categorically. What I need to know, what I need to do in terms of hiyo technique ya kuipanda. Ndio. Nikiona kakitu kanaingia nafaa kujua kanafaa katritiwe na nini. Ndio. I know you have all those tips. That is very true. Karibu sana. Hiyo ni kweli kabisa. Very nice. Thank you Tricky. Majina ni Brian kutoka Green Life. Mimi ni agronomist. Na hizi kazi za ukulima hapa ndio nimekuwa nikisaidia wakulima kama extension officer wa Green Life. Ndio ufike hapa, kitu ya kwanza unahitaji mbegu. Mbegu. Kitunguu sasa sio hii matawi. Mbegu lazima iende chini. Mko na mbegu? Sisi kama Green Life tuko na mbegu ambayo ni fast maturing. Inachukua 90 days after transplanting na iko resistant kwa zile key diseases ambazo tunaziangazia. Very good. Ambayo inaitwa Red Coach F1. Red Coach F1 ni mbegu ya kupanda zile sehemu ziko na high temperatures, low latitude. Hiyo inavumilia kiangazi. Si lazima ushinde ukipatia maji mingi. Very good. So straight to the point. Niko na mbegu. Uko na mbegu ya Red Coach. Niko na shamba. Red Coach F1 uko nayo, uko na shamba, niko na maji. Uko na maji. Hii mbegu lazima ianze kwa nursery. Lazima tutayarishe nursery, uchimbe mchanga ikuwe very loose na ikuwe ile tunasema fine tilth. Isikuwe na mawe kubwa, piga hizo mawe ziishe. Raise the bed kwa 20 centimeters from ground. Ikuwe ni 1 meter wide. Urefu ni ile unahitaji kulingana na mbegu. Then make lines across. Drills, tunazitanga drills across at 20 centimeters spacing. Eka hiyo mbegu yako na ufunike lightly. Lightly. Ukiizika chini haitamea. Ile germination percentage itakuwa affected. So unakaeka hapa juu tu? Hapa juu tu kidogo na unafunika mchanga kidogo. Then sasa hapo kwa nursery kuna zile practices tunafanya, tunaitanga formula tunaita TLO. Pause wewe kuja hapa. Yeah. TLO. Sure. TLO inakuwa nini? Hiyo TLO. Yes, kuja nikutoe kitu. Nionyeshe. Ndio. Hakuna bulbs. Hapa ndio sasa to grow nayo. TLO. Sasa TLO ina apply sasa kabla tufike hapa. Hapa tuko kwa shamba imetransplantiwa tayari. Pale kwa nursery hii TLO. Hii T inaitwa Trinity Gold. Hiyo ni fungicide, inazuia hiyo mbegu yako pale chini isioze hapo kwa nursery. Inazuia ugonjwa inaitwa dumping off. Kakimea kanaozanga hapa, mchanga imeshika na kanaisha. So Trinity Gold ndio una drench ama unapiga kwa hiyo mchanga. Una spray kwa mchanga. EL ni loyalty.
Loyalty TLO ni madawa tatu za kufuatilia za nursery management. Hiyo ni nursery formula. management. So tuko kwa L. Okay. L ni loyalty ambayo ni insecticide, dawa ya wadudu wa mchanga. Wadudu kama mchwa, wadudu kama cricket, wadudu anaitwa cutworm. Anakula mbegu yako pale. Loyalty ndio inakusaidia. Alafu O ni optimizer. Optimizer hii nayo ni foliar fertilizer, ni biostimulant na ni seed ni ya kubreak seed dormancy. Kwa hivyo hii mbegu yako ndio ime 100%, 99.9% inahitaji optimizer. Ikisha absorb optimizer inactivate the growing point. So kwa nursery the formula ni TLO ya nursery management. Loyalty, Trinity Gold na optimizer. Changanya kwa pamoja, piga kwa nursery. Good. Kitunguu yako itamea within 7 days. Then after 7 days, after kumea pale uipatie mwezi moja na wiki moja. So in total kwa nursery inachukua mwezi moja na nusu, 45 days. Okay. Itakuwa ready for transplanting. Oh, by the way tulikuwa kwa nursery. Sorry. Tuko kwa nursery. Sasa before tuilete kwa actual field. Sasa hapa ndio actual field na ukiona sasa hii bed vile imetengenezwa pia iko raised. Imeinuliwa. Lazima uinue na Imeinuliwa na mchanga ikuwe ni loose, ni friable, ndio kitunguu iweze kuexpand vizuri. So imeinuliwa ndio ikuwe na space ya kitunguu kuexpand na izuie wakati wa mvua maji isisimame kitunguu yako ioze. So hata kama itasimama pale kando kitunguu yako iko juu, it won't be affected, haitaoza. Okay. Ikifika kwa shamba kuna kitu very important to note, wewe mkulima pale kuipanda the spacing na depth ya planting ya hiyo kitunguu yako. Yes. Kuipanda eka 2 centimeters ndio inaenda chini kwa mchanga. 2 centimeters ya seedling yako ndio inafaa iende chini. Okay. Ukiweka deeper than that, bulb shape itakuwa compromised. Badala tupate ile round shape vizuri, tunatafutanga kwa soko, utapata hiyo kitunguu yako inakaa mayai, iko hovo. Kwa hivyo ndio sasa upate size mzuri, depth maximum ikuwe ni 2 centimeters. Okay. Then spacing, sababu of course tunaangalia seed rate na production ama yield. Seed rate inakuwa ni 1 kilo to 1.2 kilos per acre. Ile mbegu unapanda kwa eka. Kilo moja tu. Kilo moja kufikia eka mzima. Kilo moja kufika 1.2. Hiyo pia ina affect the spacing. Hapa kwa shamba ukiangalia hii spacing ya hapa, huyu mkulima wetu leo huyu ametumia drip lines ukiangalia kutoka kitunguu moja kuenda ingine utapata ni approximately 7 centimeters. 7 to 7.5 centimeters. Hiyo itakupatia medium size bulb. Kama hii sasa haitakuwa ile kubwa, kuna ile tunaita jumbo size ambayo inakuwa kubwa sana yenye ukikaanga lazima ukate lakini sasa unapata na hiyo ni waste. Ikiwa kwa shamba sasa tumeileta kwa shamba ndio hii sasa kama hii iko around 80 days, imebakia karibu wiki mbili ndio imachue. That is 2 months only. Iko na 2.5 months So tulianza na 45 days 45 days kwa nursery, 2 months na kakitu. Sasa imebakia kama wiki mbili. Ndio maana hata mkulima ukiangalia hii kitunguu yetu 4 months 4.5 uko kwa soko. Ndio maana sasa hii inaenda kuiva, inaenda kumachua, kukomaa ndio iweze kutolewa. Kwa hivyo ndio maana mkulima ukiangalia inakaa inachomeka. Hii ni senescence, ni maturity sasa ina set in. Kwa shamba kabla tufike hapo kwa maturity. Kwa maturity tulikuwa tumeiwekelea na hiyo spacing. Tumeiwekelea spacing tumesema 7.5. Sasa kuileta after tumeitransplant pale kwa nursery tulikuwa tunaitunza kama mtoto. Sasa tumeileta kwa field, tumeexpose to some other different conditions. Ndio iadapt kwa nursery kwa field from the nursery. Tunaikaribisha hapa kwa shamba. Ukishapanda 3 to 7 days tunapiga foliar inaitwa optimizer. Optimizer sasa hiyo ni biostimulant na ni stress manager. Inasaidia hii mmea kuovercome ile transplanting shock yenye tumetoa kwa nursery tukaleta hapa. Kitu Brian anasema ni kama utolewe Nairobi kwa mafuta pale Lavington. Maisha ikutandike. Ndio. Sikuombe hivyo. Uzudi Katonzweni ushago. Kuna venye the first 1 month kidogo utateseka kwa
utahitaji kitu ya Utahitaji kukucushion, kitu ya kukucushion, kuadapt hiyo maisha. Hiyo maisha. Sasa hiyo kitu inafanya mmea ya adapt hiyo new environment ni optimizer. Inaingia fiti kabisa na inakaa ni kama imelelewa hapo. Optimizer. After hapo kitunguu inahitaji kulishwa sababu ya root development, sababu ya vegetative growth na sababu ya hii bulb pale chini. So ile folia inatumika inajulikana kama lavender total. Total. Lavender ni ile NPK based foliar fertilizer. Nakumbuka all these products ambazo tunazungumzia hapa. Ukienda dukani, Lavender Total, Optimizer, hizo ni products from Green Life Crop Protection Africa. So ukifika tu kwa duka yoyote dawa ama ukitupigia simu, unafika pale unaambia huyo jamaa kuuza dawa, nataka dawa za Green Life Crop Protection. Green Life. Then ndio ataweza kupata dawa. Oh, Green Life. Oh, hiyo ya nini ndio hii kabisa. Ndio usipote. Tuendelee. Tulikuwa kwa lavender. Hii lavender, in fact muelezee, tafuta kichwa, kitunguu kichwa na ile kubwa Endelea kumuelezea. Enda ulete. So after transplant kitunguu imepick, inahitaji kulelewa na the 3 main elements ambazo ni NPK, na kwa Green Life tuko na Lavender Total ambayo unalea hiyo kitunguu yako kuanzia the first week after transplanting mpaka ifike wiki 6. Wiki ya 6 kitunguu yako huo imeanza kubulb pale chini, na kama umeilea vizuri na lavender itakuwa hata iko healthy in vegetation, matawi ni kubwa, iko green vizuri, tayari kufeed the bulb pale chini. Kwa hivyo after the 6th week tuna transition, tunaingia kwa folia inaitwa Gold Chance Flower and Fruit. Watu wengi watauliza kwa nini tupige Gold Chance Flower and Fruit kwa kitunguu ambayo flower and fruit kwa kitunguu hatutafuti maua, hatutafuti matunda. Lakini kwa mimea kuna kitu inaitwa source sink relationship. Mahali inatoa madini na bali inatupeleka, hii mmea inajua. Kwa hivyo the moment tunapiga Gold Chance Flower and Fruit kwa matawi, kitunguu inajua inafaa kupeleka hiyo madini ambayo ni potassium kwa bulb. So hii Gold Chance Flower and Fruit ndio inasaidia bulb development, inasaidia bulb size, inasaidia hata ile pungency, upate ile kitunguu ni ile inawasha, ukikata lazima ulie. Hiyo ndio the best quality. Sababu tuko kwa biashara, Gold Chance Flower and Fruit ndio iko responsible kuongeza weight kwa kitunguu yako. Ndio ukipeleka pale sokoni, wakati inapimwa, unapata you get back your cost of production na unapata faida. So kwa foliar fertilizers tuko na Optimizer, Lavender Total ya kulea. Then at bulbing stage tunapiga Gold Chance Flower and Fruit. Hizi folia piga at an interval ya 14 days na utaona matokeo iko sawa sawa. Ikiwa hivi, ama kabla ifike hapa, kuna zile changamoto, the real challenges ambazo mkulima ana face. Changamoto ya kwanza ni ugonjwa inaitwa downy mildew. Downy mildew, kama ukiangalia kitunguu yangu hapa, naweza onyesha example na hii. Wakati mkulima unaona wa kitunguu umepanda na inaanza kuchomeka huku chini kiteremka, hiyo ni ugonjwa inaitwa downy mildew ambayo inachangiwa sana na wet weather, wakati wa mvua inakuwa mingi zaidi. Pia kuna ugonjwa inaitwa purple blotch ambayo ina affect pia matawi, na kuna ingine inaitwa bulb rot. Pale chini, especially wakati wa mvua, unapata hizo bulbs zinaoza. Green Life tuko na solution ya hizo diseases. Na solution ni dawa inaitwa Trinity Gold. Trinity Gold kwa diseases ya kitunguu inafagia zote. Inaziweka mahali pamoja sababu ni dawa broad spectrum na ina clear. Imefika hapo kwa bulb. So ikiwa kwa bulb, nataka tuitoe hapo vizuri, tuipake, tungoje lori ipeleke sokoni sasa. Sasa kabla tuitoe, hii unaona bado haijakomaa. Kuna jambo moja sikuwa nimezungumzia, wadudu. Kitunguu kuna mdudu mmoja sugu anasumbua kabisa, anajulikana kama thrips, onion thrips. Wakati kitunguu inakuwa, hii matawi yangu nafikiri unaweza kuiona hapa katikati, kuna wadudu wao wanaingia hapa hivi. Mkulima wetu huyu ametunza vizuri, ana thrips, lakini wao wanaingia hapa na wananyonya hiyo kitunguu. Unapata
Hii kapampu kakiwaka. Yeah. Kazime tu. Hata pick tu zaidi sasa. Hapa ndio utaona hivi. Haya, ni basi. So, mkulima wetu amepiga dawa vizuri, haina drips yake kwa leo. Dawa gani tunatumia hapo? Kumaliza drips the best dawa inaitwa Profile. Profile hii unapiga inaangamiza drips na inaangamiza mayai yake. Kwa hivyo mkulima wa kitunguu kumaliza wadudu wanaitwa thrips, dawa inaitwa Profile. Na sababu tunapatia mkulima ya alternate. Ana alternate na dawa inaitwa Compostella. Compostella sasa hii ndio ina clear mpaka mayai. Kwa hivyo kumaliza mambo ya thrips, dawa ni Profile na Compostella. Una alternate, unatumia interchangeably. Yes. Ikifika hapa umeuliza mambo ya kupeleka kwa store ama kwa soko, beba na lori. Unajua unaweza ile ifike hapa mkulima. And then ile kitu wale wachawi wa kijijini waamke. Yeah, saa ingine ni very important. Ndio tunasema mkulima unataka kuanza ukulima. Engage mtu agronomist, engage mtu anajua maneno ya kitunguu na soko. Kuna kitu inaitwa timing ambayo ni very important. Unaweza ukalia hiyo kitunguu yako vizuri eka 5. Nataka tu sanitize hiyo point. Timing ni very important. So timing unafaa kabla uweke kitunguu yako nursery, kabla upeleke kwa shamba, ukuwe umepiga hesabu kajua itatoka kwa shamba ama itamachua muda gani. Isikuje kumachua wakati ikimachua wakati kuna mvua, El Nino inaanza, kitu ya kwanza utaface shida kubwa sana. Kitunguu kabla uvune inafaa hii matawi yote imekauka. Kukauka sio kukaushwa, imekaushwa na jua. Ikauke kivyake ndio sasa upeleke soko ama upeleke kwa store. Bulb ikishaanza kutaka haitaki maji mingi hapo. Ikifikia bulb yako ikifikia miezi 2.5, kama hii tumesema imebakisha wiki 2, already maji imepunguzwa. Tunataka sasa ikaushe hiyo matawi. Yeah, ukiona mchanga utapata mchanga imekauka. Iko dry sababu tumeanza kulimit maji. Sababu we are preparing to harvest. Kwa hivyo inatakiwa ikauke, ivunwe. Ikiwa imekauka vizuri na ivunwe, hautapata bulb rots na hautapata kitunguu inamea. Kuna kitunguu inapelekanga kwa store na unaona inaanza kushoot. Hiyo ni sababu maybe ilitolewa wakati wrong, mvua ikiwa mingi, ama hiyo kitunguu hiyo process inaitangwa curing. Haikutolewa kama imekauka vizuri. Sasa shida iko hapo. So timing very important kwa mimea. Yes, ama kwa shamba ama kwa investment ya kitunguu. Very good. Yeah. Asante sana Brian, I think we are good, we are home. Tumelea kitunguu tangu ikue kuanzia nursery, tumemanage bulb, imekuwa bulb, tunaangalia kwa kitchen yako. Mambo ni soko tunaangalia sasa. Soko ni rahisi. Enda tu upige research yako ya soko venye amesema. Ujue ni soko gani itakufavor wapi. Sasa hapo ndio una make business. Kweli. Of course, mtu aliniambia hivi Brayo. In business, you don't check profits during sales. Sure. You check profits during costs. Kweli. Umeget? Yeah. So hapa kwa kulea hivi, cost ni kama ukipanda hizi vitu alafu ukose kuzingatia ukulima poa, ndio jua yield itakuwa low. So itakuwa low. So hebu imagine umekuwa na cost na alafu pia, yield iko low. Na pia kitu ingine hapo sasa kwa hiyo point yako ya hiyo cost, unaweza incur a lot of cost wakati ungeenda cost tu kidogo just because you only lack knowledge. Ukiona baridi ama kitunguu inachapwa na baridi, unajua dawa ya baridi hii inafaa dawa ya baridi. Exactly. Lakini ni gani? Unaweza piga dawa 5 kabla ufikie ile correct one. Ndio tunasema kama mkulima unahitaji kulima, tafuta agronomist. Na Green Life tumejitolea free consultation. Ndio ikue you are not guessing. Unapiga kama ni dawa baridi, the actual one. Inasolve your problem kama inasonga. Na inateremsha cost of production. I love that. Yeah. I hope you have followed it from the word go up to this point. Kitunguu tunayo hatuna. All right. Thank you for watching this episode. Of course, we love you so much. This is Tricky Farming with Green Life Crop Protection Africa.
Any comments, any reactions, weka pale kwa comments and we shall be there to help you. Our agronomists are watching your comments. They will be coming to your help. Wapigie simu, ile namba ya simu ambayo nitaweka hapo kwa description ya video. Reach out to all the social media pages za Green Life Crop Protection Africa ambazo utaona nimezitag kwa page yangu, and then you'll be able to consult for free. And then mula wewe. Pesa wewe. You smell to the bank. But nishikie hapa kidogo. Good.